Hadithi walimcheka mwonekano wake. Kulikuwa na kijana aitwaye Juma. Alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa msanii wa kuchora, lakini alikuwa akichekwa mara kwa mara na wenzake kwa sababu ya mwonekano wake. Alikuwa na ngozi yenye chunusi nyingi, nywele zilizochafuka kila mara kwa sababu ya kazi ya kuchora, na umbo lake halikulingana na kile watu walichokiita ikivutia. Shuleni watoto walimuita majina kama mchoraji wa vituko au mwenye sura ya rangi tano. Hata walimu wengine walimpuuza wakidhani hana lolote la maana la kutoa. Lakini Juma hakuacha kuchora. Kila siku baada ya shule alikaa chini ya mti mkubwa nyuma ya nyumba yao na kuchora kila alichokiona: watu, wanyama, hata ndoto zake. Kila mchoro wake ulikuwa na ujumbe wa kina kuhusu maisha, huzuni, furaha na matumaini. Miaka ilipita. Juma aliendelea kuboresha kipaji chake. Siku moja alichora picha ya mtoto aliyekuwa akilia pembeni mwa jiji lenye giza, lakini kwa mbali kulikuwa na mwanga. Mchoro huo ulichapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kusambaa haraka. Watu waliguswa sana na kazi yake na alialikwa kushiriki kwenye maonyesho ya sanaa ya kimataifa. Wale waliomcheka zamani walibaki kimya. Wengine walimwandikia wakimuomba msamaha. Lakini Juma hakuwahi kuwa na kinyongo. Alitabasamu tu na kusema, walinicheka kwa sababu waliona mwonekano wangu, lakini hawakujua kilichokuwa ndani yangu. Leo ninachowaonyesha si sura yangu, bali roho yangu kupitia sanaa. Hadithi ya Juma ni kumbusho kuwa uzuri wa kweli uko ndani. Na wakati mwingine wale wanaocheka ni kwa sababu hawawezi kuona mwangaza unaokuja. Funzo: usikate tamaa kwa sababu ya maoni ya watu. Kile kilicho ndani yako kina thamani zaidi ya kile kinachoonekana nje.